Kitutu. Nakuja. Wewe nini? Fungua mlango basi huo. Kitutu. Nakuja. Fungua basi. Acha dharau wewe. Kakimya Kitutu, kakimya. Kitutu nimeisha mke wangu nimeisha mwanangu, wezi kuamini hadi ile kinyonge. Alafu mimi nimeisha kinyonge sana mke wangu, unajua mimi inaniuma sometime moja mke wangu mimi inaniuma, mimi nimeisha leo. Mke wangu mimi nakufa. Unasikia mama? Ninakufa. Mbona mtoto anakipanya? Anakipanya kafa hapo wezi kuamini nimetoka naye hapa fresh na dongo tumekula. Anakipanya kakata moto mbele ya macho yangu mimi nashuhudia. Unasikia mke wangu? Nafiki nyonge sana, tutampaua nafiki sana. Nimeenda kwenye mazingira yangu, si unaelewa? Mazingira yangu si unajua? Nimeenda mwanangu tushalipata ng'ombe, pikipiki tumeipata boxa yake au vipi? Kumbe ule muni ana kisu kakipigilia. Tunataka tutoke karuka na makipanya kampiga kisu cha tumbo, umeona? Subiri. Kampiga na makipanya kisu cha tumbo au vipi? Mimi niko na unyonge hii familia yangu na mimi siwezi kukubali, nimechomoa kile kesho nikakamata nikampiga cha kifua. Wewe champo kelele usiku watu wanakusikia. Sasa mwanangu nikafa pale mwanangu kakata moto afu dakika za mwisho kuna watu mimi kama wamelijua. Hicho ndio kinanichanganya mimi, nakimbizwa mke wangu mimi nimeisha. Sikulie poa Kitutu, hapo sikulie poa mimi napotea mume wako ujue mimi napotea Kitutu ujue da. Pole. Ila nini? Hapo yenyewe dua, au vipi? Kimazingira mimi ndani stoki ndani ya siku hizi. Yaani mambo kila kitu nakimaliza ndani. Inawezekana hata mazingira yangu nikiyafanya ndio kuyamwaga nje ni umstoki. Mpaka kesi ishe au vipi? Ila kinyonge mwanangu la makipanya ujue mimi familia kubwa ile ujue. Mimi makipanya mwanangu sana ujue tumetoka mbali kinoma na makipanya ila nini? Ila dua. Ila nini ujue? Dua. Sasa unaenda wapi huko champ? Njoo vulie huko hizo nguo. Wakausha basi kaa kimya, njoo huko. Mume wangu, hali ya mtoto ni mbaya sana. Moyo wangu unaniuma sana kumwona mwanangu katika hali kama hii. Kwa hiyo tunafanyaje mume wangu? Mimi najua mke wangu. Lakini unafahamu ni usiku mkubwa sana. Na ukizingatia sina pesa. Maana mchana wa leo bajaji imenisumbua sana. Kila wakati ilikuwa ikiharibika. Mimi ningeomba tu mke wangu, uchukue hayo maji hapo baridi. Ukichukua na mtandio wako huo mwepesi, unaolowanisha kisha unamgusa kichwani ili hilo joto lipungue. Na inapofika kesho, mimi nitaenda kwenye mapambano na naamini Mungu atasimama na mimi. Nitapata hiyo pesa na tutampeleka hospitali. Mimi mwenyewe hapa mpaka usingizi haupatikani mke wangu. Najua na naumia pia. Jitahidi mume wangu, ili tuweze kumsaidia mtoto. Sawa. Na kuahidi Mungu atabariki, nitafanikiwa kupata hiyo pesa. Na atakwenda tu hospitali. Mungu atasimama na sisi
Mungu hajatuumba sisi kwa ajili ya kuwa maskini kila siku. Lakini mimi naamini ipo siku tutakuja kufanikiwa na tutakuwa na maisha mazuri sana, sisi pamoja na mwanetu Anita. Tambua, hicho ambacho unachotaka kumfanyia Nasra sio kitu kizuri. Elewa kwamba ninapaswa kujua kile kinachoendelea, kwa sababu hata hii maiti tulioichinja huko ndani kwamba tumeshirikiana wote. Jukumu lako ni kuchukua mwili na kwenda kuuzika. Bwana, mimi nimejia jambo moja tu. Unavyoniona hapa, mguu huu umefuata kitu hiki kimoja. Nipe hesabu yangu au nipe bajaji. Hii bajaji unavyoiona mimi nimeikopea, napeleka rejesho kila siku. Asa wewe unapofika hatua unaniletea mazoea ya kuto kuniletea hesabu, manake lengo lako sio zuri kwangu. Mimi nafahamu wewe ni bosi wangu. Hata kama hii bajaji umeichukua kwa mkopo, sijui kwa kupeleka pesa kila siku, lakini inaponifikia shida sina budi kukwambia, yani ukweli usiojificha. Mwanangu anaumwa sana. Na ukizingatia jana nilifanya kazi kweli, lakini chombo kilikuwa kinanisumbua sana. Mara unasikia kableta sijui inavujisha, lakini mara mipira yote inakuwa ni pancha. Na muda mwingi sana najikuta nashinda gereji kuliko kufanya kazi. Hii chuma haiko sawa. Sikupata pesa kabisa. Hata pesa ya kumpa mwanangu kwenda hospitali nimenishinda. Nikasema basi nitoke nyumbani nije kupambana huku ili niweze kupata pesa kuweza kumwaisha hospitali mwanangu. Kwa hiyo ukiniambia unataka bajaji yako ama unataka pesa, mimi pesa sina, na ukinipokonya bajaji nitawezaje kuishi katika maisha ya Dar es Salaam ndugu yangu? Hebu nisikilize ndugu yangu. Hiki chombo mimi nilikopewa. Sijapewa kwa kwamba nipeleke maelezo ya mafungu kama wewe unavyonipa maelezo ya kimazoea. Haiko hivyo. Nimepewa nifanye kazi nipeleke hesabu. Lakini wewe kwangu ushachukulia ushikaji mwingi sana. Simu zako unazima, napiga upatikane, na kuja kijiweni haupo. Umeelewa? Na nilishakwambia tatizo lolote linapotokea nijulishe mimi mwenye bajaji, nitajua nafanyaje. Unaniambia vitu ambavyo haviingiliani kabisa, kableta sijui pancha, lini na lini vinakula yale kama hiyo, hata ukienda kurekebisha kwa fundi. Lunashaki, usifanye hivyo ndugu yangu. Hakuna asiyekuwa na shida. Mimi mwenyewe na watoto 3, wote wanaumwa. Kama una fedha, shuka kwenye bajaji yangu. Shuka kwenye bajaji yangu babu, kama una hesabu. Unashangaa nini? Babu, shuka kwenye bajaji, hebu shuka.
Nimesikia tabia yako unaluka kinyoti wewe. We mama sere unauchezea moto. Nimesikia michezo yako unaluka samba sauti wewe. Sijui kwa nini. Kitutu. Hii simu ya nani? Ndio umenishtua hivi. Ya Kisofa. Alinipa na mwekea chaji jana usiku. Alisema ataichukua asubuhi. Kitutu. Kuna mtu namuona kasimama mlangoni kwa Kisofa. Alafu kashika simu, sijakawa anapiga katika simu hiyo. Wewe Kisofa. Akistuli. Kisofa, sikuhitaji humu ndani. Samani. Naomba nikamwelekeze kwa simu anayempiga ipo huko. Poa. Naomba fungu. Maganga. Kisofa ipo ndani mwangu. Alikuja jana usiku kwa ajili ya kupata furaha yake. Baada ya mume wangu kuniambia kwamba hatorudi, nikamruhusu Kisofa kuingia ndani mwangu. Mbona unacheza michezo ya hatari sana hii? Haya, wewe ulishindwa vipi kuja chumbani kwake mpaka wewe umeona umvushe yeye? Na vipi angekuja demu wake Aisha? Mke wa mtu kufumaniwa na hawala wa mtu ni aibu. Haya, vipi akimkuta mmeo? Hivyo unaongea nini wewe? Mume wangu karudi usiku ule katikati ya mchezo. Baada ya kubisha hodi mimi nikaona nikamfungulia. Hivi ninavyokuambia Kisofa yuko chini ya uvungu. What? Mungu na waungwana, shetani na wauni. Aya. Onja msisimko. Sasa nisikilize. Kwa hichi ninachokuambia. Maana wewe ndo wa kumnusuru Kisofa. Sasa yuko hivi. Kama kuna mafuta ya aina yoyote yale ndani, na maanisha mafuta ya nazi, kuna losheni ya Carolite, mafuta ya kupaka, ya fiche. Maana wewe ndo wa kumnusuru. Mtoto wa watu asija akalefti yule. Hivi unajisikia unachokiongea lakini? Yaani unaongelea habari za mafuta baada kunipa mawazo tujue tunafanya nini? Mume wangu jana karudi na matatizo. Na matatizo hayo yanampelekea kwamba asitoke ndani siku 4. Siku 4? Matatizo yao matatizo gani? Matatizo ya Harmonize au? Nitakwambia. Hivi ninavyokuambia kwamba ukuti anachungulia dirishani kule. Ngoja mimi niondoke. Mbona umeenda kuzungumza naye muda mrefu? Na ikiwa uliniambia unaenda kumwambia tu kwamba simu iko humu ndani, unaletea ujinga. Na unanijua vizuri usababishe nikamua kama nilivyomuua yule dogo wa Kokoni. Shampo. Nimekuelewa. Siwezi kukusaliti tena kama nilivyokusaliti Kokoni. Nitengenezee chai. Kwenye jiko la gesi au la mkaa? Kwanza achana nayo hiyo chai. Nige tu kibiki changu cha bangi iko hapo. Champo, una mambo mengi. Nikupikie chai au nikupe mfuko wa bangi? Nimekwambia nige kibiki changu cha bangi cho hapo. Kipi ambacho ukielewi hapo?
Alo mke wangu. Alo baba Anita. Hali ya mtoto imezidi kuwa mbaya. Nimewazima mama Zubeda 20,000. Chote naomba jitahidi upate hiyo 20,000 urudi nayo. Nadhani unajua mdomo wa mama Zubeda. Tusiaibike mume wangu. Mke wangu. Mimi mwenyewe leo kazini kuna changamoto. Bosi amekuja na amechukua bajaji yake. Aliniambia nichague moja kati ya mawili. Kumpa pesa ama kumpa funguo bajaji yake. Kwa kuwa sikuwa na pesa, maamuzi niliyochukua ni kumpa funguo ya bajaji yake. Hivi ninapozungumza sina tena bajaji. Lakini mimi ni mwanamume na nitapambana kwa hali na mali. Nitahakikisha naipata hiyo pesa ya kuweza kumlipa mama Zubeda. Wewe muaishe mtoto hospitali. Mimi nitarudi mke wangu. Ngoja ikapambane kwa njia nyingine. Umepokonywa bajaji? Sasa tutawezaje ya maisha jamani? Niombee dua. Na mimi nawaombea dua huko mnapokwenda. Amin. Na sisi pia tunakuombea. Na mwanangu Anita atakuwa yuko sawa tu. Sawa. Acha nikapambane kama mwanaume na kisha narudi na pesa nyumbani. Oya. Ambe. Nilikwambia nini? Ulinidanganya unaishi Mbezi Beach, lakini kwa haya mazingira nayoyaona hapa hayafanani kabisa na Mbezi Beach. Ukanilewesha wewe usiku kucha ili utimize dhamira yako. Na kama haitoshi ukanileta hapa ukanitumia unavyotaka. Sawa, nimekubaliana na hilo la kundanganya kuwa unanipeleka Mbezi Beach na ukanileta huku Tandale. Sasa ni hivi, naomba unipe ile 50,000 tulikubaliana. Sikia, kama naweza kudanganya naishi Mbezi Beach na siishi Mbezi Beach, unafikiria kuhusu hiyo 50,000 sijakudanganya? Sikia, hapa ipo buku 7, yani inabidi uishi nayo ufike kama nauli. Unaongea nini wewe? Hey, naomba tusitaniane. Yaani kama unifahamu, mimi ni kichenchede. Yaani wote wananifahamu, labda wewe tu ndio umechelewa kunifahamu. Sasa naomba hiyo 50,000 tulikubaliana. Sijakubaliana na wewe kupewa 7,000. Nadhani umenielewa. Sasa huyo Kine yuko na nani huko ndani? Ikiwa mimi nafahamu kuwa mdogo wangu hajawahi kuoa wala aishi na mchumba. Ujana bwana. Oya wewe. Hapa ipo buku 7. Yaani hapa unachukua buku 7 unaishi nao kama nauli. Sikilizia kwanza. Karibu basi. Asante. Japokuwa tumepishana miaka 2, lakini haina maana ya kutokuniamkia. Mimi ni mkubwa kwako tu. Ila wakati nafika hapa nasikia kuna mizozo huko ndani. Na sauti ziko hizi 2, ya kiume na ya kike. Ya kiume pengine ni wewe, lakini ya kike sijamfahamu. Na ninachokihisi labda pengine inawezekana kuwa shemeji yangu. Sijui mmekwazana nini wewe na shemeji huko ndani mpaka mnagombana hivyo, unataka kuwapa faida watu wa hapa. Si picha nzuri. Mmegombana nini na shemeji? Shemeji yako wapi?
Hapo wenyewe changodoa tu. Jana nimemkota kwenye mitungi huko pale baya wazee kama unavyojua. Nimekuja naye magetoni, nimeishi naye. Ila dakika za mwisho tena nataka sije 50 ndo anapozidi kunichanganya, ndio maana amekuta mizozo kama hiyo. Vipi lakini? Mbona kama uko poa? Ni kweli siko sawa, na siko sawa kwa sababu mtoto wangu anaumwa sana. Tangu jana usiku hali yake ilizidi kuwa mbaya, lakini kwa sababu sikuwa na pesa jana tulishindwa kumpeleka hospitali usiku. Nilitoka nikaenda kuhangaika, yani kwenye kijiwe changu cha bajaji. Nilipofika tu pale bosi na yeye akatokea muda sio mrefu na kuniambia kwamba anahitaji funguo ya bajaji yake kwa sababu hesabu yake haipati kwa wakati. Nikaona sina jinsi kwa sababu alinisisitiza sana anahitaji funguo ama pesa. Na mimi sikuwa na pesa kwa sababu jana bajaji ilinisumbua sana, mara pancha, mara mashine ina hiti, mara muda wote unatia maji, mafuta yanaisha kwa haraka. Nikaamua kuipeleka kwa fundi. Kwa hiyo jana siku nzima sikufanya kazi. Yeye alipokuja leo na kudai pesa yake, nikamwambia naitoa wapi ikiwa bajaji yako mbovu? Akasema basi kama unashindwa kuwa na pesa yangu nipe funguo. Nikampa funguo. Wakati narudi nyumbani, niko njiani sasa, mke wangu ananipigia simu. Ananiambia hali ya mtoto imezidi sana. Yaani hali imezidi kuwa mbaya. Lakini alichokifanya yeye, kuna jirani yetu mpangaji mwenzangu yule akamwazima shilingi 20,000 Mama Zubeda na akamwaisha hospitali mtoto. Hivi ninavyozungumza mtoto ameshakwenda hospitali. Lakini kama unavyomfahamu Mama Zubeda, maana sio mgeni wa nyumbani kwangu. Mama Zubeda ni mkorofi sana. Na alimsisitiza kwa mpaka saa 10 hivi iwe ishapatikana hiyo 20,000. Na kama unavyomfahamu Mama Zubeda, maana sio mgeni wa nyumbani kwangu. Ni mama mmoja ana maneno mengi sana, ni mkorofi sana. Kwa hiyo mke wangu alinisisitiza kwamba pambana huko unavyoweza, urudi na 20,000 kwa ajili ya kufunga mdomo wa Mama Zubeda, asije akatudhalilisha. Nikasema sasa sina bajaji, sina kazi, atakayenisaidia ni nani zaidi ya mdogo wangu? Na ndio maana nimekuja hapa. Kwa hiyo shida yangu kubwa ni shilingi 20,000. Hata kwa kuniazima mdogo wangu kama utashindwa kunisaidia kwa kunipa tu. Blaza, mimi hapa na buku 7 tu. Afu hiyo buku 7 yenyewe ndio nilikuwa nataka nimgee uchangodoa. Ila uchangodoa yenyewe kakaza, anataka 50,000. Kwa vile blaza wangu afu damu yangu kama unavyojua, mimi nakukinda hiyo 7,000, afu mara mimi nitajua naishi naye vipi. Eti utajua unaishi naye vipi? Yaani wewe tumekubaliana 50,000. Ukasema 50 una 7,000. Hiyo 7,000 unataka kunipa mimi, unampa ndugu yako. Sasa ni hivi. Hii nimechukua. Niko ndani nasubiria 43. Chekeshe. Ina maana hayo ndio maisha uliochagua? Maisha ya kuchukua hawa wanawake hawana heshima, na ameshafahamu kwamba wewe mimi ni kaka yako, kashindwa hata kunisalimia kwa heshima, kakupokonya pesa na kuingia ndani. Maisha gani hayo? Kwa kipato changu wewe mwenyewe unaelewa, mimi siwezi nikaoa. Yaani bora hata makelele ya siku moja kuliko makelele ya siku zote. Kama hivi mimi nimeforce gusa achia twende kwao, huyu anajichenga. Sasa blaza uone hata wewe unavyohangaika nini kuforce mazingira kama hivyo. Sawa. Kama mimi napigiwa kelele za kila siku na wewe kelele ya siku moja, sawa. Lakini tambua kwa ndoa imebarikiwa na Mungu. Inawezekana hata hivyo kutokujiweka smart hivyo kwa sababu upo kwenye ndoa. Ni rahisi sana kuonekana kibaka. Ni rahisi sana kutokupata uaminifu kwa mtu yoyote yule. Ndio maana nilikuwa nakushauri ungeoa. Hata hizi kelele zisingesikika hizi. Haya, acha mimi nikatafute hiyo riziki sehemu nyingine. Maana 7,000 yenyewe ndio ishachukuliwa hivyo. Na nilitegemea hiyo 7,000 nikatafute 13,000 hiyo 20,000 nikamlipe yule Mama Zubeda. Lakini ndio hivyo. Acha nikaanze moja kuitafuta 20,000. Kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tutafanikiwa inshallah. Kwa heri. Baza, nitamani kusaidia ila nimeshindwa kaka. Usijali. Unaweza kunisaidia wakati mwingine.
Karibu. Nilipoona simu yako ulinishangaza kidogo, na ndipo nilipoamua kufika hapa. Unaweza kuniambia kwa nini anataka kufanya hivyo? Nilipomuuliza kwa nini anataka kufanyia hivyo, hakuniambia. Lakini kama unavyoona, picha yako hapo ameweka X. Sababu ya mimi kuwa na haya magongo ni yeye. Na ninajiuliza kwa nini anataka kuniua.